Kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 5 watu huidhinisha siku ya kina mama duniani. Na ifikapo tarehe 9 hadi tarehe 15 ni wiki ya kuidhinisha afya ya wanawake duniani. Karibuni kwenye makala yetu ya leo ambapo tunataka kuzungumza na Bi Rachel ambaye anakumbana na ugonjwa wa saratani ya matiti. Nami wenyu Elizabeth Otieno. Karibuni. Yes, ngoro magejwanga manokamano arwakini machiegni hewinjo chenro moyedhi odiochieng' kawuono kawuono antiere kode nyadendi Rachel mabende dhi twako kodwa achiel kachiel kama bende odwa nyisowa sigande sigana mare to ni mare entiere kod tuono mar kansa mar thuno. Koro wadwaro goyo mbaka kode ma iwinji chenro kata kinde koma bende ne ochako bedo kod tuoni endi kod gie sani tuoni endi tere nade. Kaka ung'eyo odiochieng' ma bende ni iyange jogo eko mamine piny mangima. Ne en tarik 8 ma bende ne ntiere Jumapile juma no mokalo. Ka chakre tarik 9 nyaka tarik 15 iyango odiochieng' mar ngima joma mine. Koro emomiyo odiochieng' ma kawuono wadwaro wuoyo kod ng'ama miyo ma bende ntiere kod tuono mar kansa mar thuno. Onyiswa ni odhi nade kod ngima mare chalo nade. To kapok odhi mabor wadwaro wuoyo kod dhok mopogore to ni mar ok owinj dholuo. Koro ing'wona to ni mar wadwaro loko dhok machielo mwadwa tiyo godo kata kubedo ni odhi bedo mapek ahinya kama ngina luoro Kiswahili lakini wadhi mana mbele. Bi Rachel, karibu sana. Naomba ujitambulishe. Asante sana. Kwa majina naitwa Rachel Nyokabi Karioki. Na toka sehemu inaitwa Githurai hapa Nairobi. Kwetu ni Kitale, Trans Nzoia. Yeah. Yes, hii wiki tulikuwa tunaidhinisha wiki ya afya ya wanawake. Ndio maana siku ya leo nimekukaribisha hapa na ningependa tu tuelezee, umeniambia uko na hiyo ugonjwa wa saratani ya matiti. Hebu nielezee ni ulianza kuhisi aje? Yaani signs zilikujaje na ni lini ulianza ulienda hosi ukaambiwa uko na saratani? Ilikuwa yangu ilianza na accident tarehe 19 mwezi wa 10. Wacha hii mwaka 2021 ile mwaka ingine iliisha. Wacha hiyo imeisha juzi ile ingine. Nilikuwa natoka Kenyatta kupeleka msichana wangu na tulipata accident pale Thika Road hapo Muthaiga. Kabla tujafika Muthaiga niligongwa kichwa na nikagongwa hapa hivi kwa roho na titi yangu ikagonga tairi ya gari, hiyo chuma ya katikati. So nilienda kesho yake juu ilikuwa ni siku ya holiday kesho yake, the 20th huo mwezi wa 10. Siwezi kumbuka inakuanga holiday gani. Sikuenda hospitali, nilienda kesho hiyo ingine na nikaanza matibabu, kapigwa CT scan, kaonekana niko na shida kwa kichwa, bado kwa roho kasemekana damu imegandamana. After kunywa hiyo dawa yenye daktari alikuwa ameniandikia, ndio niliweza sasa kuanza kuhisi matiti yangu ni kama sijanyonyesha, inakaa nzito, ni kama mtoto ananyonya lakini sijanyonyesha. Hivyo tu nikienda hosi nasahau kuambia daktari. Sasa ndio nikamwambia msichana wangu akae home anikumbushe kwa simu ashinde akinipigia. Sasa hapo ndio niliambia daktari kunipima, akanipatia barua ya kwenda Mama Rusi. Nilikuja nikaweka hiyo barua kwa nyumba, nikaanza kutafuta mambo ya NHIF. Sasa nilipoenda Kenyatta ilikuwa mwezi wa pili. Hapo ndio daktari alianza kuniambia nifanywe kitu inaitwa mammogram. Nikapigwa hiyo mammogram, nikaanza kufundishwa na daktari ati ikiwa sasa hii ya left ilikuwa na 0 1 2 3 4 na ingine. Okay, kabla tufike hapo. Hiyo wakati ulianza kuhisi uzito kwa matiti. Ilikuchukua muda gani? Ilinichukua miezi 3 na ilikuwa matiti yote 2. So nikakuwa nimechanganyikiwa, lakini sasa hii ilianza kufura baadaye. Ikakuja ikikuwa kubwa, nikadhani ni zile dawa daktari alinipatia za kufanya ile damu alisema imegandamana kwa roho itayeyuka. Sasa nikafikiria ni hizo dawa. Sasa nilipofanywa hiyo mammogram ndio niliambiwa ninatakikana nifanywe CT scan. Ndio sasa wajue
ni shida gani niko nayo. Wakasema kama ni hiyo accident haingekaa miezi mitatu ndio titi ianze kufura, ingeanzia saa hiyo. So nilifuata bila waliniambia, nikafanywa mammogram, nikafanywa CT scan na nikatolewa ako kanyama kakwenda kupimwa. Ndio hiyo nyama ilitoa niko na kansa. Na sasa ulichukuaje? Manake watu wengi wakishagundua kwa wako na saratani wanahisi kutengwa, tena wanahisi ni kama ni mwisho wa maisha. Ulichukuaje? Wacha niseme kwangu haikuwa rahisi juu tulibishana hata na daktari wenyewe, nikiwaambia yangu ni accident na nyinyi mnanigeuzia kuwa ni kansa. So nilikuwa najaribu kuwauliza, kwani mtu akipata accident ama titi gongwe itakuwa ni kansa? Hapo tu ndio tuliendelea kubishana, lakini sasa juu pia mimi nilikuwa nimepoteza uzito wangu, juu nilikuanga na 86 nikateremsha hadi 72. So tulifanywa counseling huko Kenyatta, nilikuwa nafanywa counseling na nikaanza kukua nikikubali. Nikaendelea na hiyo counseling, nikienda napimwa hiki kiwango, juu kitambo ufikie kufanywa hiyo mambo ya chemotherapy utakuwa umepitia process nyingi sana. So nilipitia hizo nikiongeleshwa hadi nikajikubali. Sasa nilipokubali ndio sasa tukaanza kufundishwa about chemotherapy. Yeah. Sasa vile ulikuwa unafunzwa about chemotherapy, ushagundua uko na kansa. Na sasa watu wa nyumbani, wacha watu wa nyumbani, sababu mimi kwanza sina mama, niko na baba, kwetu ni Kitale na tuko na mama wa kambo. Kwa hivyo nimekaa miaka mingi sana kama sijaenda home. Hiyo tutaongelelea siku nyingine. Sasa mimi babangu siwezi mwambia kwa sababu ni mgonjwa. Already yeye ni mgonjwa, ako na blood pressure, ako na sukari na akutula mashida zake. Kwa hivyo hata mimi singetaka babangu ajue mimi ni mgonjwa. Kenye mimi niliona marafiki wale walikuwa wangu wa karibu sana au walinitenga. Nilitengwa, kila mtu akahepa, tukipigia mtu simu hakuna mtu anataka kukusikia. Sasa ikawa wakati ilinizidia sana. Bebe kanza inakuzidia wakati unaanza matibabu. Hapo ndio unajikubali uko na kanza. Na hata wakati kabla hujaanza hauoni ni kama uko na hiyo kanza. Kwa sababu utakapowekwa chemotherapy ya kwanza ndio sasa itaanza kuwa wazi kwako. Unaona? So nilipowekwa hiyo ya kwanza nikaanza kuwa wazi kabisa. Mimi proti mpaka nikatengwa, hata ingekuwa nikupenda kwa watu wengine kwa proti ningehamishwa. Kwa sababu hiyo kitu inaitwa chemotherapy ukiwekwa unafundishwa ni dawa ambayo unawekwa kama maji ama kama damu vile mtu huwekwa. Hiyo dawa inaenda direct kwa roho, inaanza kutembea kwa mwili yako yote, na daktari anatufundisha kwamba inaua cells zako zile nzuri na zile mbaya, inaanza kucreate zingine. Kwa hivyo itakung'oa mpaka nywele, utakuwa mweusi kila mahali, hata ulimi kila mahali utakuwa black. So wakati mimi niliwekwa ilinizidia mpaka nikawa admitted na nilikuwa niko hali yenye nilikuwa hali mbaya sana. Hapo majirani zangu waliniweza kunitenga kabisa. Hata unaona ukienda kushika fereje tunachota maji. Juu nilikuwa nawekwa after 21 days. Naenda nawekwa chemo. So wiki ya pili nilikuwa najikasa, nafanya mazoezi kama ni kujifuria tunguo twangu hivyo. Lakini unaona ukienda kwa fereji kushika tu ufungulie maji, unaona inaoshwa. Unaona inaoshwa. Mimi proti yenye naishi ni mbaya sana. Choo yenye naingia watu wote walihama, wakaniachia hiyo choo. Mimi hapo nikaambia Mungu asante juu tulikuwa tunashare wote. Unaona kama ni bafu umeingia unaenda kuoga, bado unaona hiyo bafu umewachiwa. Nikajaribu kuongea na landlord wangu, nikaongelesha daktari Kenyatta aniambie kama naweza nikaambukisha mtu kansa. Juu sasa nilitumia hii language juu nalala na mtoto wangu msichana mkubwa. Nikauliza daktari kama naweza nikamwambukisha, akasema siwezi. Nikamwelezea shida yenye napitia, akaniambia nitakupatia barua ikizidi daktari landlord wako awasomee. Ajue haiwezi kufanya nini, lakini landlord kumwambia mimi hakunisaidia kitu. Aliniambia tu niwachane nao. Kwa hivyo tukiwa kama wale watu ambao wanatibiwa upande wa kansa ni wengi wetu sana wanapata kutengwa. Wanatengwa na marafiki, familia. Sasa na hujanitajia mambo na familia yako yote. Umesema tu babako ni mgonjwa saizi. Kwa saizi vile tunaongea. Baada ya juu kuna saratani. Kuna kazi yangu alienda nyumbani akaisema hivyo. Na kuna vile nilikuwa natakikana niende December home. Na hiyo December ndio ilikuwa inatakikana niende nitolewe hiyo titi.
ambapo nilijaribu kukwepa juu hata mimi sikukuwa nimekubali kutolewa. So nilijaribu kukwepa, nazima simu, sikuongelesha daktari. Unajua sasa uko unapigiwa simu, unaambiwa kuja tarehe fulani na kuja na vitu zako. Unaenda unaambiwa unaenda unadimitiwa direct. So nilijaribu kuhepa. Sikuweza. Sasa nilisema babangu asiambiwe. Na mwenye anajua wa karibu sana ni kazini yangu ambaye ni rafiki ya babangu wa karibu sana. Sasa naona ni kama kwamba alimwambia. Juu kuna wakati nilikuwa naambia babangu mimi niligonjeka kidogo kiasi, niko na malaria, lakini nikipona nitakuja. Nikasikia akiniambia hiyo ugonjwa si ndogo. Hiyo inamaanisha ashajua, lakini hataki ujue kwamba anajua. Na umeniambia unaishi kwa ploti, watu walikutenga sana. Sasa vile ulikuwa unatengwa, ulikuwa unahisi aje? Yani na watoto na mume wako ama hayuko? Niko single, mama watoto wawili, na naishi na msichana mmoja. Huyo mwingine amejisimamia kivyake, bado ako shule, alimaliza juzi. Sasa kutengwa, nilitengwa na nilipitia machungu sana. Nilipitia machungu sana. Juu unakuta hata ule rafiki wa kitambo bado amekutenga. Hauna mtu, yani unabaki umesimama peke yako. Sasa vile ulikuwa juu lazima tena unajitegemea, lazima uende kwa soko. Huko kwa soko pia walikuwa wanafanya hivyo hivyo? Nilifanya hivi wakati nilianza hiyo matibabu, nilianza kuwekewa chemotherapy mwezi wa 6. Sasa unajua ukianza mambo ya Kenyatta kupimwa, unaendanga hii wiki unaambiwa uende Wednesday. Ile wiki nyingine bado unaambiwa uende Wednesday. Mimi nilikuwa nauza skin tight na top dress. Sasa ikawa sasa nimeanza kushindwa kufanya nini, kufungua, kwa sababu wakati ilifika nikaanza kuona kabisa niko na kansa, hata mimi mwenyewe nilishtuka. Na nikaanza sasa kushindwa, sasa hata sikuenda kwa barabara, nikakosa nguvu, ikawa sitaki kukutana na mtu yeyote. Juu sasa tukienda kuambia marafiki, unakuta hata mtu salamu tu hivi kusalimiana unakuta ni ngumu. So hiyo kitu ilifanya nikae kwa nyumba na nianze kufuatilia venye naweza nikapata matibabu. Niliambia tu Mungu aniwezeshe hiyo NHIF iweze kunisimamia. Na hivyo ndivyo kumeenda. Nilisimamiwa na NHIF, na ile yenye ambayo inatakikana, kuna rafiki yangu ambaye nilikuwa naenda na mkopa na niko na deni yake mingi sana kwa duka. Wakati nienda nikamuelezea na nikamuonyesha titi vile iko, huyo ndio naweza nikasema huyu alinibeba. Tukakuja hivyo hadi sasa tukashikana na mama mwingine. Kuna wakati nilikuwa nataka kuongezwa damu, nikaambiwa sina damu kwa mwili, immunity iko chini, kwa hivyo sitaweka chemotherapy. So nikaambia mwenzangu, jua wewe utaweka, mimi daktari amekataa. Sasa nikamwambia mimi narudi home. Akaniuliza, na mbona vitu mbili zimekuandamania hivyo? Mimi nikamwambia ni vile sina food, hata sifunguangi. Nikamwambia sasa mimi kwangu sina chakula kabisa. Ndio akaniambia, si ukae alafu tutaongea. Nikamwambia hapana, wacha tu niende nikajipange home. Ndio huyo mwenzake akasema aje situmuingishe kwa ile kikundi yetu. Ndio nikamwambia simuniingishe. Ikawa mmoja anataka, mwingine hataki. Sasa niliona mwenye ako na roho poa anataka, huyo ndio nilifuatilia. Sasa wakati ule mwenzake alimwacha akaenda, nikamuuliza sasa utanisaidia aje? Akasema wacha hii kemo yangu iishe. Yake ni ya masaa mengi. Nikamwambia hapana, wacha tu niende juu naona nimekaa sana. Ndio akaniambia unakataa na ni kesho ndio tunaenda huko. Sasa ndio nilimngojea. Ndio sasa akanipeleka kwa Madam Veronica huko Red Hope. Sasa mimi Red Hope ndio imekuwa ikinisimamia na chakula. Upande wa chakula nimesimamiwa sana. Juu wakati nilienda mara ya kwanza nilipata food na sikukuwa natarajia kama nitapewa nikiwa mgeni. Hasa kama ni mambo ya hii mambo ya kemo nililipiwa na NHIF 6, ikarukisha moja bila kujua. Sasa hii ya 7 nikajiongezea. Sasa wakati naendelea hivyo kipimo nikaona nimeishiwa kabisa. Ndio sasa mimi sikukuwa najua bado huyo madam anasaidia mtu upande kama umekwama. Ndio sasa nikampigia nikamwambia natakikana kupimwa damu, utanisaidia aje? Ndio akanilipia. Ulisema uliambiwa uende OC na vile ulifika kwa hospitali ulitolewa titi. So vile ulitolewa titi ilikuwa aje? Juu maisha imebadilika, hauna titi moja. Ilikuwa hivi, unafundishwa. Nashukuru Kenyatta sababu anakuambia ukweli, hawakufichi. Kama ni mbaya unaambiwa tu ukweli. Kama ni mzuri bado unaambiwa tu ukweli. Hao watu wa pretend madaktari wa Kenyatta na wawezi kukuambia kitu kenye hakita kufanyikia ndio wakufurahishe. Wanakuambia unaona kama kemo tulikuwa tunaambiwa kemo ya kwanza, ya pili, ya tatu isipokuwa utasurvive.
So tukiweka chemo tunajua. Isipokuwa ya kwanza, ya pili, ya tatu utasurvive. Unaelezewa chemo ni nini na vile itakupeleka. Sasa unafundishwa, unaambiango before uanze matibabu kuna karatasi utasaini. Na daktari anakuambia kama hujashika kitu usisaini hiyo karatasi. Tuko hapa sababu yako, tena ukuje na urudie tutakurudia tena. Sasa unaambiwa, kama mimi niliambiwa nitafanyiwa chemotherapy 8, 4 ni tofauti na hizi zingine 4 ni tofauti. Aya, nikafanyiwa hizo nikamaliza, nilikuwa najua nitamaliza 8. After hiyo nikaambiwa nitaenda surgery. Wakati ilisha nilienda surgery. After surgery nimefanyiwa kitu inaitwa radiotherapy, hii ya kwenda kuchomwa. Nikaenda nikafanyiwa radiotherapy. Nilifanywa radiotherapy 15. Nimemaliza date 21 mwezi yenye imepita hiyo. Sasa hii ya kutolewa matiti, hiyo nilikuwa tu, yani sikukuwa nataka. Okay, nilikuwa nimekubali nitatolewa, lakini vile daktari alikuwa anataka niende nitolewe hiyo Disemba, hapo ndio niliona hapana. Alafu tena ni kama nilikuwa na harakishwa kwa simu. Unapigiwa simu, Recho, umeenda kupimwa COVID? Naambia nitaenda kesho. Naambia enda tafadhali leo ukuje So nikiimagine ati ninaenda nipimwe COVID ndio nitolewe titi, na nilikuwa nimeenda kuchukua date yangu ya kurudi. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa Disemba. Ndio nilikuwa nirudi nione daktari anipe date yangu ya kwenda kufanya nini. Sasa daktari aliniambia, Dr. Uchungu aliniambia niende nifanywe COVID hiyo siku. Hiyo ilikuwa siku ya Wednesday, Thursday sasa nikuje niadmitiwe, Friday nifanywe surgery. Hiyo kitu ilinishtua. Nilienda hadi Gikomba na miguu nikijiongelesha tu, sikukuwa na imagine kama kabisa natolewa. Sasa nilikuwa naenda nikisema gai, kumbe niko na kansa ya ukweli. Yaani nimepewa date mpaka ya kutolewa hivyo. So nilienda nikazima simu, sikutaka story na mtu hivyo. Nikakaa hadi wakati sasa nilianza sasa kurudisha ile, yani naongea na watu. Madam Veronica akaniambia niitie watu 3 wakuje waniongeleshe, wameshatolewa. Mimi sikuenda. Nilitaka tu nikae tu mahali peke yangu tu. Unasikia unataka kukaa mahali peke yako na usiongeleshe mtu kuhusu hiyo story yako, msiongelelee, wewe mwenyewe mind yako ikuje mpaka hivyo ndivyo nilifanya. Sasa nilipoenda huko ilikuwa date 14. Niliadmitiwa, tukaambiwa niliadmitiwa saa 11 na niambiwa nifike hapo kitu kama 5:30. Nilikuwa naadmitiwa saa 11. Tukaambiwa tusikule ikifika saa, tulikuwa wawili. Walikuwa wawili wa matiti, wanakuanga wawili wa matiti na wengine kansa ni haina mingi, but tuko kwa hiyo ward moja. Kwa hivyo tuliambiwa tusikule ikifika saa 6 ya usiku. Ilipofika sasa mwenzangu ndiye alitangulia kaenda, na alienda saa 2 asubuhi. Mimi nami nikaenda saa 9 ikikaribia saa 10, ilikuwa saa 9 na dakika 47. No, saa 7 na dakika 47. Sasa nilipoenda mimi nilimwacha kama hajarudi. Hata mimi nikawa na wasiwasi, nikashindwa kwani kumeendaje. Juu tulikuwa tu room moja, kitanda hii na hii. Mimi nikaenda huko hata mimi nikafanywa. Mimi niliamka saa 11 na nikaweza kurudishwa. Sasa nikakuta mwenzangu ako huko, kamuuliza yeye alirudi saa ngapi, akasema alirudi saa 10. Yeye ni mishipa ilikuwa imekosekana. Juu unapoweka chemotherapy hizi mishipa za mwili zinapotea. Sasa inakuwa ngumu kufanya nini, kupatikana, na uwezi enda vieta kama hujaweka hizo madawa zao. Sasa nilichukulia aje wakati nilifanyiwa, nilikuja sasa kufika kwa ward ndio nilienda kujiangalia vile niko, nikakuta nimeweka kibandiko hivi. Sasa nilikuwa nadhani titi itakatwa yote round. Sasa hiyo kitu ilikuwa inaniingia kwa fikra aje, hiyo kidonda nitaponyesha aje kwa nyumba ama nitakaa aje. Lakini nilipoamka nikakuta tu nitakuonyesha kwa simu yangu nikipata moto. Nilikuta nimeweka tu kibandiko tu hivi, lakini mkono ndio haikuwa inaweza kukunjuka. Sasa ilikuwa tu inakaa hivi juu, unatoleango mpaka hapa kuna nini zinafuranga kama tonsils. Sijui kama ushaona kitambo mtu alikuwa kigwarwa na kitu ama kwa naka kidonda, hiyo kitu inakuja inafuria hapa ama hapa. Umeielewa? Sasa hizo zinatolewa hapa. Zangu daktari alikuwa ameandika nitolewe 10 na hazikupatikana 10, zilipatikana 5. So katika ile hali ya kutoa hii mkono, unajua imekatwa hizo mishipa. So haikuwa inasimama, hata saa hii haikuangi ijakuwa sawa sana, lakini ilikuwa inakaa tu hivi, singeweza hata kujiamsha. Sasa ndio nilijiangalia, sikutaka kuangalia zaidi, nikakaa. Wakati nataka kwenda nyumbani nikaambia huyo sister mwenye alikuwa pale kama anaweza kanifungulia hiyo kidonda nione. Akafungua, nikaona hakuna kidonda. Akarudi akanifunga, na mimi nikazidiwa sana na ile hali ya kutapika. So daktari aliandika kwa faili yangu nisiende home. Juu kitolewa inafaa umalize siku moja uende home ya pili. Mimi nilikaa siku 9 nikipewa maji bila chakula, na nikatoboa siku zikaisha, nikarudi home. Yeah. Sasa urudi home na drainage before urudi home, uliambiwa ni kwa nini uliekwa hospitalini?
Niliambiwa aje ni kutapika. Daktari wakienda round waliona vile natapika sana. Sasa hata daktari mkundi aliuliza faili ya huyo anaitwa nani? Sasa akachukua akaandika, akaniambia usikule kitu na hautaenda home. Mpaka tujue ni nini inafanya utapike. Sasa wakati niliandikiwa hivyo kweli sikukula. Nikakaa nikiweka maji chupa 4 mchana, chupa 4 usiku. Hivyo mpaka matapiko yenyewe ikakuja ikaisha. Lakini kuelezewa ni nini ilikuwa inafanya sikuelezewa. Na mimi pia sikuuliza. Na bado hujui. Na bado sijui nini ilifanya nitapika hivyo. Juu mwenzangu alienda nyumbani kesho yake. Mimi nilikaa kwa muda wa siku 9. Sasa sikujua ni nini ilifanya nitapike. Sikujua. So vile ulienda nyumbani. Hadi ikafika siku sasa hizo siku 9 zikaisha. Daktari alipoenda round tena akaangalia nikamwambia sitapiki, ndio sasa nikaambiwa niende home. Sasa vile ulitazama Matiti ukapata kama ulikuwa unadhani itatolewa round? Nilikuwa nafikiria hivyo. Kwani imetolewa aje? Huanga inatolewa hivi. Vile sasa vile mimi naangalianga nafikiria hii titi yenyewe sasa ni kama unaonanga vile mtu akichinja mbuzi ama kondoo, si unaona vile ngozi inatolewa. Sasa ni kitu kama hiyo inakatwa, ngozi ya mwili yako inaanguka saidi na saidi, hiyo titi inatolewa na hizo nyama zote hadi huku. Sasa hiyo ngozi yenye imetolewa inarudi inashonwa. Sasa nakaa ni kama ulikatwa hivi. Na kwa sasa juu kuna hizi nini vitu zenye wanawake wanatumianga kama wakitolewa matiti, kuna vitu zenye wanatumia. Hizo ndio unatumia ama? Mimi sijapatana na hizo vitu kwa sababu niliona kwa mtandao na nikaongea na mwenye alikuwa anaziuza. Akaniambia ile ya bei ya chini ni 3000. Nikiangalia mahitaji yangu mimi hata nyumba yenyewe sijalipa. Tangu mwezi wa 6 last year sijalipa hiyo nyumba. Sasa nikaangalia nikajiuliza nitaenda kutafuta hizi vitu ama ni maisha yangu nitaangalia vile nitakaa. Plus mimi mwenyewe nahitaji kukunywa dawa, nahitaji kukula vizuri, nahitaji kukula matunda. Unaona sasa vitu kama hiyo huwezi fuatilia. Sasa sikufuatilia. Mimi nachukuanga tu blouse yangu na ikunja, hata sasa hii ni blouse hivi nimekaa ni blouse. Na hata hakuna mwenye anaweza jua. Hakuna mtu mwenye anaweza kujua hii ni blouse nimekunja. Nitoe uone. Hii ni blouse nimekunja. Sasa nakaa hivi. Si unaona hakuna kitu, si unaona different. Si unaona hakuna kitu. Sasa nikikunja hivi na iweka hivyo. Although unasikianga joto kwa hiyo kidonda. So okay, ukiweka nguo ndio unasikia joto ama? Ukiweka nguo unasikia joto. Sasa nawekanga tu wakati natoka, lakini kama nashinda siweki. Sasa siku hizi umezoea kuona uko na side moja na moja hii. Mimi nimezoea lakini si sana. Mtoto wangu ndio hataki kabisa. Hata akiona hii kitu nilitoa hivi. Hapendi kabisa hata ile tunatoka nje unini. Alafu plus kwa proti yetu kuna umbea. Mimi wakati nilianza kujua ile proti inakaa maneno vile inaenda, nilianza kujiwekea mimi mwenyewe maneno. Nilikuwa naambia na my landlord kila kitu. Namuelezea mimi naenda nimefanywa radiotherapy, niko chemotherapy. Sasa wakati ilifika surgery niliona na yeye nikimwambia kama landlord wangu anaenda anaambia wamama wote kwa proti. So ukiingia kila mtu anaona umetoka hii. Sasa mimi hata sikumwambia. In fact kwa proti yetu hakuna mtu anajua. Anilisi waone sasa hii. Hakuna mtu anajua kama nilitolewa titi. Hakuna mtu anajua matibabu yangu ilifika wapi. Niliamua kunyamaza hivyo nayo. Nikasema tu acha nijiweke. Kama ni mambo ya kujua wacha wale watu wakumbali wenye tuko kwa nini. Kwa chama moja ama kwa hii mtandao moja ya ugonjwa tunaulizana maswali hivyo. Sasa mimi nikaamua sitaambia mtu. Sasa proti hakuna mtu anajua. Niko tu hivyo tu. Yes, nyakora mogejuanga mwana kamano wadhima na mbele kode sigana nero mar nyadendi recho mabende okoni mbele kanyo endo ni entire kodi tuno ero mar kansa mathuno mabende ne ongade thunde konchiel oko mabende gie sani poko yudo brazgo eko kata gigo eko mabende inyalo rwaki kod jogo eko mabende ongade thundegi apani mane tam maber mabende anyalo tiyo godo jogo eko mabende ongade thundegi oko. Koro ka intiere oko kanyo endo ineno cheno nieri to intiere kode kaka inyalo konyo nyadendi recho, intiere ko ing'eyo jogo eko mabende loso brazgi eki. Inyalo tudori kod Lolwe TV mondo wang'i kaka wanyalo konyo nyadendi recho, kata ka in jalno ero mabende Nyasaye odonje chunye inyalo ng'iyo kaka inyalo konyo nyadendi recho. Birecho tukiendelea tu
umesema watoto wako hawapendi, yani wakikuona hivyo wanakuonea utu, huruma ingine yenye mama ndiye anafaa aisie mtoto wake. Sasa huyo mtoto wako mkubwa, sasa iko aje? Maanake unasema anaishi nje na wewe unaishi na huyo mtoto wako mwingine. Huyo mkubwa, unajua sasa kitu yenye inakutendekea hapa, huyu mko naye ndiye ataona na ndiye atajua yenye unapitia. Huyo mkubwa siwezi sema amejua yenye nimepitia. Kwa maana mada yetu ya leo ama masaibu ya Bi Rachel ni ndefu kiasi. Tutaendelea na hadithi hii siku ya Ijumaa ijayo. Na kama umeguzwa na hali ya Bi Rachel, tunaomba umtafute kwa nambari yake ya simu ambayo ni 0721255143. Ubarikiwe.